Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kutuamsha salama Ijumaa ya leo, siku ya mwisho katika siku za kazi, na tunamshukuru Mungu kwamba tumekuwa nasi tangu Jumatatu mpaka leo, na naomba tuombe kwa ajili ya neno na maombi ya leo. Baba mwema, mfalme wa utukufu, tuna kila sababu kusema asante kwa ajili ya ulinzi wako. Umetutunza Bwana wiki nzima katika siku za kazi, tangu Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, hata leo ni Ijumaa. Kwa neema yako Bwana tumesafiri, tumeenda huko na huko, tumepanda madaladala, mapikipiki, nimerudi salama nyumbani. Hakika Bwana ni kwa utukufu wa jina. Tunakutukuza Mungu kwa ajili ya rehema na fadhili zako kwenye maisha yetu. Sasa Mungu le hai, tunapokuja meza kwa ajili ya neno la Ijumaa, tujalie Bwana tu neno la kushukuru wewe ambaye umetulinda kutupigania siku ya leo. Namkabidhi kila mmoja ambaye anaungana nasi kupitia Pambazuko kipindi hiki chako Bwana. Tujalie Mungu le hai tuweze kuyapokea kwa utukufu wako, kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Asante. Mstari ambao nimetamani tuiangalie leo Ijumaa ni kutoka kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 15 aya ya kwanza hadi ya 4. Kutoka 15 aya ya kwanza hadi ya 4, naye nasema, ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu, wakanena na kusema, nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu. Ni Mungu wa baba zangu, nami nitamtukuza. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Magari ya Farao na jeshi lake amewatupa baharini. Maakida yake wateule wamezama katika bahari ya Shamu. Aya ya 5 nasema, vilindi viliwafunika, walizama vilindini kama jiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimetamani Ijumaa ya leo tumrudishie Mungu tukufu na heshima kwa ajili ya neema na rehema zake ambazo ametutunza kwa wiki nzima. Ijumaa ya leo tusimame kumwambia Mungu, tunakushukuru kwa kuwa umewapiga adui zetu, kwa kuwa walijenga madhabahu watuangamize, waliandaa mashimo ili watumeze, waliandaa silaha watulaani, lakini Mungu amekuwa pamoja na sisi. Waliua vibali vyetu, waliondoa heshima yetu, waliharibu mipango yetu mbalimbali, waliandaa kila namna ya hatari wapate kutuangamiza, lakini wiki inaisha, adui zetu hawajafurahi, bali adui zetu wameumizwa, kwa kuwa Bwana amepigana upande wetu. Na ukisoma haya maandiko kwenye hii sura ya 15, ni wakati ambapo wana wa Israeli wanatoka Misri kuelekea Kanani. Wakafika mahali fulani, aya ya 14, wakakutana na kizuizi cha bahari ya Shamu. Wakati wametekewa, wakati hawajui nini wafanye, wanaona nyuma majeshi ya Farao yanakuja kivumbi, wanaangalia mbele ni bahari ya Shamu. Hawana boti, hawana meli, hawana mashua, wana watoto, wana mifugo, wana mizigo, wanajiangalia, wanajiona kama ni watu wa kufa. Ndipo Mungu anamwambia Musa, Musa, usinililie mimi, bali waambie hao wasonge mbele. Chukua fimbo yako, nyoosha bahari ya Shamu, piga hayo maji. Fimbo ya Musa kwa uwezo wa Mungu ikagawanya maji bahari ya Shamu, njia ikapatikana. Wana wa Israeli wakapita mahali pakavu, huku kichuguu cha maji, huku kichuguu cha maji. Wanapofika katikati ya safari, wale wahasimu wao, wale watesi wao, nao pia wakaanza nao kupita njia ile ile. Ngoja nikwambie, wana Israeli walipoendelea kusonga, Biblia inasema kwamba Mungu akayazorotesha magurudumu yao na miguu yao na spidi za farasi wao. Kwa hiyo wakawa wanapiga mbio nyingi, lakini mwendo wao ni mdogo. Wakavuka wote Israeli. Wakiwa katikati ya bahari ya Shamu, wahasimu wao Farao na majeshi yake, Mungu anamwambia Musa, Musa, gusa maji yarudi mahali pake. Na hapo ndipo ambapo Mungu akaamua kulifuta jeshi la Misri, Farao na maakida wake. Ndipo sasa wanapofika ng'ambo ya pili, kumepambazuka asubuhi,
wanaona miili ya maskari ya Wamisri inaelea kwenye fukwe za bahari ya Shamu, na magari yao na farasi wao na masilaha yao yanaelea kwenye fukwe ya bahari ya Shamu. Yuko Mungu wa vita ambaye anapigana kwa mamlaka yake na kwa uweza wake. Tukimtumaini huyo, hautatumia nguvu yako hata kidogo. Yeye anasema ya kwamba ipisheni ghadhabu ya Bwana. Anasema kisasi ni juu ya Bwana. Tunaye Mungu ambaye ametulipia visasi wiki hii. Anasema yeye ni jemadari, ni mkuu wa vita, ni Bwana wa mabwana, Bwana wa majeshi. Yeye ni Bwana wa majeshi, anapigana upande wetu. Wana wa Israeli wanapoyaona haya maajabu makubwa sana, ndipo Miriam dada yake na Musa anasimama na kutunga utenzi huu pamoja na wana wa Israeli, anaposema kwamba wakasema, ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu, wakanena na kusema, nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Ngoja nikwambie, tunayo furaha Ijumaa ya leo kwa sababu Mungu amepigana upande wetu. Tuliona Jumatatu tukajifunza kwa habari ya madhabahu, kwamba wako watu ambao wanajenga madhabahu ili watulaani, walani wiki yetu, walani kazi, walani ofisi zetu, walani maisha yetu yasiwe na baraka yoyote kwenye wiki hii. Tuwe watu wa mikosi, tuendeshe magari, tugonge watu, tufanye nini, tuumize watu, tufe, tupate ajali na vitu vingine. Lakini Mungu ametufunika kwa neema yake, ametuficha mbaoni mwake. Waliandaa majeneza, sasa wanaingia wao wenyewe. Tunapoyaona haya, tunakuja kumwambia Bwana, asema nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana. Bwana ametukuka kwenye maisha yetu. Kwa nini? Farasi na mpanda farasi, maana uchawi na madogoli yao na mafisi yao na mabundi yao na uganga wao na mikoba yao na ilizi zao na vikundi vyao vyote vimezama. Bwana amekaa upande wetu. Anasema Bwana ni nguvu zangu. Ndiyo, yeye ni nguvu zetu, Sema hiyo haya pia, sema Bwana ni nguvu zangu. Bwana ni nguvu zangu. Hiyo sema kama neno la kwako, kwamba wewe unasimama, Bwana ni nguvu zangu. Kazini kwako, kwenye biashara yako, kwenye familia yako, yeye ndiyo nguvu yetu. Analinda watoto wetu, anawaondolea magonjwa familia. Wewe nikwambie, hatujakesha kwa madaktari. Wako wenzako ambao wanakesha kwenye mahospitali, wako pako nchi za nje. Wewe na mimi ni nani? Mungu ametunza watoto wetu, ametunza ndoa zetu, ametunza wake zetu. Tumeenda kazini salama, tumerudi salama nyumbani. Sisi ni nani? Tumefungua biashara, tumepata faida, wakati adui aliandaa tusipate faida. Lazima tumwambie Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Amekuwa wokovu wetu, ametuokoa mabarabarani, ametuokoa makazini, ametuokoa kwenye huduma, ametuokoa kila mahali, ametuokoa tusiangamie kwenye mikono ya mwovu. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Haleluya! Anasema Bwana ni mtu wa vita. Bwana ndilo jina lake. Bwana tunayemwabudu ni mtu wa vita. Wiki hii tumeona Mungu akitupigania. Walipoandaa mapepo usiku atuvamie, Bwana akakaa kwenye malango yetu apate kutulinda. Huyo ndiye Mungu tunayemtumikia sisi na tunajivunia yeye. Na nataka nikwambie Ijumaa ya leo ni Ijumaa ya kumwambia Mungu asante. Asante kwa upendeleo, asante kwa wema wako na kwa fadhili zako na kwa ulinzi wako, kukunipigania. Umeleta habari njema kwenye maisha yangu, umeniinua, umeniheshimisha, umenipa kibali. Mungu ametupa kibali. Haleluya. Nikutie moyo dada, hata kama hujaona progress yoyote, lakini Mungu yuko kazini na wewe. Ataondoa hiyo tatizo, ataondoa hiyo shida. Kwa sababu gani? Adui zako wameangamizwa. Ijumaa ya leo ni Ijumaa ya shukrani, na hata kama una sadaka yako hizo ukaiandaa ukaiachilia mbele za Bwana, ni Ijumaa ya shukrani.
Na mimi nikuombe sana, hii wiki tunapomaliza wiki hii, usiache kutoa sadaka yako ya shukrani kwa Bwana. Mungu akuongoze upeleke wapi. Peleka unaposali. Mwambie Mungu, ni sadaka yangu ya shukrani. Usitoe kikawaida kama siku zote. Hiyo ni sadaka ya kimkakati. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akuongoze uipeleke wapi hiyo sadaka. Lakini akushauri kwamba peleka kwenye madhabahu pale unaposali. Halafu mwambie Bwana, hii ni sadaka ya kimkakati. Kwamba Mungu umekuwa nami kwa wiki nzima. Umeniokoa na mambo mengi, nimekuwa na safari za nje, nimekuwa safari za ndani, nimepanda maSGR, nimepanda ndege, nimepanda maboti, nimeenda huko wapi visiwani na kurudi, nimepanda mabasi, madaladala, mapikipiki, nimepanda huko na huko, nimevuka barabara, nimeenda kwa miguu, nimeendesha baskeli, nimefanya 1 2 3, lakini uwayo wangu, kidole changu, kucha yangu haikuguswa na tatizo. Twende tumshukuru Mungu. Je, hauna jambo kumwambia Mungu asante? Unalo mama, simama tumshukuru Mungu. Simama baba, tumshukuru kijana, tumshukuru Mungu. Amekuwa na sisi. Sema, Mungu Baba, ninakuja mbele zako Ijumaa ya leo. Ninakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Umekuwa mwema kwangu kiasi ambacho hakiwezi kuzungumzika, hakiwezi kuelezeka, hakiwezi kusimulika. Mwambie Bwana Yesu, hakika najivunia wewe. Hakika najivunia wewe. Mwambie Bwana Yesu, umekuwa mwema kwangu kiasi cha kupitiliza. Umekuwa mwaminifu kwangu kiasi kisichoelezeka. Na kuja mbele zako, mbele za uso wako, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu Baba, ninasimama mbele zako, ninasimama mbele za uso wako. Mungu, kwa wema wako na fadhili zako, ninakuja mbele zako. Ninakushukuru kwa ajili ya wiki hii. Tangu Jumatatu umenilinda, Jumanne umenitunza, umenipigania, umeniokoa, Jumatano umeniongoza katika njia ya haki, umeniondoa kwenye mishale ya wanaoniwinda, Alhamisi umenipigania na kunitetea, umeufungua kibali changu na heshima yangu. Nimekuona Bwana. Ijumaa ya leo nimefika hapa ni kwa neema, maana nikiangalia nyuma ninaona wimbi, ninaona wingi wa maadui walioangamizwa kwa upanga wako, kama ambavyo wana wa Israeli walipoangalia kwenye fukwe za bahari ya Shamu, wakaona miili ya wana Israeli, miili ya Wamisri na farasi wao, maadui zao. Bwana, nami nikigeuka nyuma ninaona vikosi vilivyoangamizwa vya adui ambavyo alituma kwangu, mapepo yaliyoangamiwa, wacheo walioangamia, waganga walioangamia. Bwana, nani amefanya haya? Ni Yesu. Nani amefanya haya? Ni Yesu. Nani amenipigania? Ni Mungu aliye hai katika Kristo Yesu. Nani huyu amenishindia? Ni Baba aliyeniumba, muumba mbingu na nchi. Nami Bwana, sitaacha kukutukuza, sitaacha kukuimbia, sitaacha kukusifu kwa damu ya Yesu Kristo. Hakika Bwana, umetunza maisha yangu, umetunza ofisi yangu, umetunza familia yangu, umetunza watoto wangu, umetunza afya yangu. Asante Yesu. Endelea. Asante Yesu. Asante Yesu kwa fadhili zako na wema wako. Ijumaa ya leo iwe Ijumaa ya baraka kwangu. Bwana, ninaposimama kukushukuru, sina lugha nyingine iliyo nzuri, sina lugha nyingine iliyo nzuri, bali niseme asante kwa moyo wangu, niseme asante kwa kilindi cha moyo wangu. Hakika Bwana, kama si wewe ningekuwa wapi? Kama si wewe ningeaibika, kama si wewe ningeaibika. Mungu, simama nami. Bwana, unitetee. Mungu, nipiganie. Bwana, uniongoze kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba rehema, ninaomba toba mahali ambapo sikusimama kwenye zamu yangu katika wiki hii. Ninakuja mbele zako kwa ajili yangu, kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya wazazi wangu, kwa ajili ya wadogo zangu na kaka zangu, dada zangu na ndugu zangu wa karibu. Bwana, ninaomba Jehova, kwa namna ambavyo umenipigania wiki hii, umepigania rafiki zangu, umepigania watu wangu wa karibu, umepigania watumishi wako, umepigania wapambanaji wako. Bwana, ninakutukuza, ninakusifu, ninalihimidi jina lako. Hakika wewe ni Mungu wangu, hakika wewe ni Baba yangu, hakika ninakutukuza Bwana kwa vile ambavyo umenifanya wa thamani, umenifanya wa thamani. Bwana, umeiongeza thamani yangu pale
ofisini, umeiongeza thamani yangu pale mtaani, umeiongeza thamani yangu kwenye familia, umeiongeza thamani yangu pale kanisani, umeongeza thamani yangu pale shuleni, darasani. Endelea. Umeongeza thamani yangu kwenye kampuni yetu, umeongeza thamani yangu kwa wazee. Bwana, nakutukuza, maana kama si wewe ningekuwa wapi? Kama si wewe ningekuwa nani? Asante kwa ajili ya neema ambayo umeniachilia. Ijumaa ya leo naikabidhi kwako. Ijumaa ya leo naikabidhi. Endelea. Ijumaa ya leo naikabidhi kwako. Niongoze Bwana, nitetee Bwana, nipiganie Bwana, kwa jina la Yesu. Ijumaa ya leo iwe wazi kwangu, nione baraka za mwisho wa wiki, nione baraka za Ijumaa. Naombea na Jumamosi na Jumapili. Siachi kuomba kwa ajili ya uchumi wangu, kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya afya yangu, kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya huduma, kwa damu ya Yesu Kristo. Usiniache Bwana nikaaibika. Kila madeni, kila fedheha, ondoa mwenyewe Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba. Baba, namwombea mtumishi wako huyu ambaye anatufuatilia saa hii. Hii ni asubuhi ya Ijumaa. Ratiba zake zote nazikabidhi kwako, njia zake zote nazikabidhi kwako, mipango yake yote naikabidhi kwako. Ninaomba Bwana usimuache, kama ambavyo umekuwa naye Jumatatu, umekuwa naye Jumanne, umekuwa naye Jumatano, umekuwa naye Alhamisi, na Ijumaa ya leo Bwana ukazidi kuwa naye, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Napangua kila mipango ya adui, napangua kila za adui. Bwana, mpe ushindi na umshindie, kwa jina la Yesu Kristo. Malango ya Ijumaa na yafungua, hakuna mikosi, hakuna ajali, hakuna malipizi, kwa damu ya Yesu Kristo. Na Jumamosi na Jumapili pia nakabidhi kwako, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa neema yako Bwana. Asante Mungu kwa ajili ya kila mmoja ambaye ametufuatilia wiki hii. Mbariki, muinue, mtetee, mpiganie, usimwache peke yake Bwana. Mpe kiu ya kusali, mpe kiu ya kuomba, mpe kufanya ibada kwa Kristo Bwana wetu. Akubariki Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nikushukuru sana ambao umetufuatilia wiki nzima. Asante kwa support yako. Endelea kusubscribe, endelea kulike na kushare. Lakini pia kama una comment yote, comment hapo chini, ni ushuhuda unataka kutoa, weka hapo. Una maoni ya kawaida, kuna namba inapita hapo, unaweza ukashare pia pamoja na sisi. Lakini pia leo ni Ijumaa, ninaomba nikutie moyo ya kwamba kwa wale ambao wako around katika maeneo haya ya Ubungo au na viunga vyake, tuna maombi hapa kanisani. Tunakuwa kwenye mfungo. Leo tu kwenye mfungo no kula mpaka jioni saa 11 tunaingia. Tutakuwa na maombi ya nguvu sana. Ijumaa iliyopita watu walikuwa ni wengi, tulimuona Mungu akiwafungua watu, na mimi naomba leo ukafanyike mjumbe wa Mungu, na wewe pia usikose baraka za leo Ijumaa. Lakini pia nikuombee sana siku ya kesho ya Jumamosi. Mungu akupe utulivu, akupe baraka, akulinde katika shughuli zako. Na Jumapili pia usiache kusali. Tukukaribishe hapa Ubungo Anglican. Tuna ibada, tutakuwa na ibada nzuri kabisa siku hiyo ya Jumapili, na tukaribishe sana kwa ajili ya neema yake. Tutakuwa na ibada zetu mbili, saa 12:15 na saa 12:15 na saa 2 asubuhi. Mungu akubariki sana. Karibu sana na nikutakie Ijumaa njema. Shalom. Naitwa Father Herman Madale, kasisi msaidizi wa kanisa Anglikana hapa Bartolomayo Ubungo. Mungu akubariki sana. Asante na uwe na siku njema, na Mungu aipamoja na wewe, na ushindi wa Mungu ukuandamie kwa Kristo Bwana wetu. Amen.